Chama kikuu cha ushirika Igembe Nsabo kiliandikishwa tarehe 27 mwezi wa 4, 1993 chini ya sheria ya vyama vya ushirika nambari 15 ya mwaka 1991 na kupewa hati ya kuandikishwa yenye namba 5484. Hata hivyo, kutokana na mabadiliko ya sheria za ushirika yaliyotokea Tanzania, Igembe Nsabo ilisajiliwa chini ya sheria ya vyama vya ushirika nambari 6 ya mwaka 2013 tarehe 29 Machi 2023 kwa usajili wa namba AFFT BRN ZEDC 2023-60. Makao makuu ya Igembe Nsabo yapo Bukene, wilaya ya Nzega, mkoani Tabora. Madhumuni ya kuanzishwa kwake ni kuendeleza shughuli za ushirika kwa kuhamasisha na kuhudumia vyama vya msingi amkosi vya mazao ya pamba, mpunga, choroko, dengu, tumbaku, mahindi, mkonge na mbazi, pamoja na mazao mengine. Lengo ni kuwawezesha wakulima kuzalisha na kupata masoko ya uhakika ili kuimarisha kipato na misingi imara ya kiuchumi na kujitegemea. Madhumuni ya Igembe Nsabo. Dhumuni kuu la Igembe Nsabo ni kustawisha hali ya uchumi ya wanachama wake kwa kufanya mipango ya kuendeleza shughuli za kilimo zinazoendeshwa na vyama wanachama kwa kufuata misingi na taratibu za vyama vya ushirika kwa kufanya mambo yafuatayo. 1. Kutafuta soko la mazao ya pamba, tumbaku na mazao mengine ya biashara na chakula kwa lengo la kuyauza kwa bei nzuri kwa faida ya wanachama wake. 2. Kuanzisha na kuendeleza mifumo imara ya kilimo bora cha mazao mbalimbali na huduma za ugani. 3. Kuratibu upatikanaji na usambazaji wa pembejeo bora kwa gharama nafuu. 4. Kutoa elimu ya ushirika kwa wanachama wake na kuwajengea uwezo wa watendaji ili kuleta ufanisi na kuimarisha uchumi wa chama. 5. Kuanzisha mifumo ya tehama ili kurahisisha mawasiliano na upatikanaji wa taarifa mbalimbali. 6. Kumiliki, kukodi na kustawisha ardhi, majengo na vifaa mbalimbali kwa ustawi wa chama. 7. Kukodi, kununua na kuendesha mitambo na maghala ili kuweza kutoa huduma inayohitajika kwa wanachama wake katika shughuli za kilimo. 8. Kutoa huduma za kitaalam kwa wanachama ikiwemo ukaguzi wa ndani, uhasibu, biashara, masoko, kilimo. 9. Kufanya mambo mengine yaliyo halali na ambayo ni ya lazima katika kufanikisha utekelezaji wa madhumuni ya chama. Mambo tunayojivunia. Chama kimeweza kufanya mambo mbalimbali kwa manufaa ya wanachama na wakulima, na pia kimepata uzoefu kiasi kikubwa na kukabili changamoto mbalimbali. Kwa hiyo tangu kuanzishwa kwake, chama kinajivunia yafuatayo. 1. Chama kimefanikiwa kufungua duka la pembejeo Igembe Nsabo Agrovet, makao makuu Bukene, na inaendelea kuwahudumia wakulima katika ukanda wa Bukene na vijiji jirani, na kuweka kituo Ziba ambacho kinahudumia vijiji jirani na Ziba. Tumefanikiwa kusambaza kiasi cha mbolea tani 45 na mbegu za mahindi tani 10, mbegu za alizeti tani 1 na mpunga tani 1. Chama kikuu. Kwa kushirikiana na taasisi ya Kora, tumeweza kusimamia ugawaji wa mbegu za mbazi na choroko kwa wilaya ya Nzega. Ziligawiwa kilo 200 za mbazi na kilo 200 za choroko. Wilaya ya Igunga tani 1 ya choroko. 2. Chama kimeweza kuratibu manunuzi na usambazaji wa mizani ya kidijitali kwa vyama wanachama wa Igembe Nsabo kwa lengo la kuongeza uwazi kwa wakulima
na usimamizi mzuri wa zoezi la uuzaji na ununuzi wa zao la pamba. 3. Uwepo wa wakulima wengi wanaojihusisha na mazao ya pamba, tumbaku, mbaazi, choroko, dengu, mpunga, mahindi na mengine katika eneo la chama, hivyo kutoa uhakika wa uendelevu wa shughuli za chama kwa miaka mingi. 4. Chama kimeweza kufanya uwekezaji mbalimbali wa miradi na kununua hisa kwenye Benki ya Taifa ya Ushirika, Coopbank, ambapo kimepewa fursa ya kuwa wakala wa benki hiyo. 5. Kuna mahusiano mazuri kati ya chama na wanachama wake, serikali na wadau wengine, hivyo kuwezesha utekelezaji wa shughuli za chama kwa urahisi. 6. Chama kimekuwa na viongozi na watendaji wenye uwezo mzuri, hivyo kufanikisha malengo na shughuli mbalimbali. 7. Wanachama wa Igembensabo ni vyama vya msingi vya kilimo na masoko, AMCOSI, wanaojihusisha na biashara ya mazao mbalimbali. Vyama hivi viko katika wilaya za Nzega na Igunga. Kwa miaka 5 iliyopita, idadi ya wanachama imekuwa ikiongezeka na hivyo chama kinaendelea kuhamasisha AMCOSI kujiunga wanachama na kushirikiana na wadau wengine katika kuanzisha AMCOSI katika eneo lake. Chama kinalenga kufikisha jumla ya wanachama 105 kutoka kwa wanachama 92 waliopo sasa. 8. Igembensabo imehakikisha inatumia mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika, MUVU. Mpaka sasa vyama wanachama vyote vimeshasajiliwa. Lakini pia imeweza kusaidia vyama katika matumizi ya mfumo huo ili kuhifadhi taarifa za mali, wanachama, wakulima na taarifa zingine muhimu za chama. Mpaka sasa tumefanikiwa kusajili AMCOSI 57 kwa wilaya ya Igunga na AMCOSI 35 wilaya ya Nzega. Katika AMCOSI zilizosajiliwa, pia zimesajili wanachama na wakulima kama ifuatavyo: wanachama 8,042 na wakulima 25,755. Hivyo, jumla ya wanachama na wakulima 33,797 wamesajiliwa kwenye mfumo wa MUVU. Ongezeko la uzalishaji wa mazao ya pamba, choroko na dengu kutoka msimu wa 2020/2021 hadi 2024/2025, ambapo kwa mazao yote hayo jumla ya kilo milioni 11,272,820 kwa msimu wa 2020/2021 hadi kufikia jumla ya kilo milioni 28,755,817 kwa msimu wa 2024/2025 zilizalishwa. Hii inaonyesha kuwa kila mwaka kuna ongezeko la uzalishaji kulingana na huduma bora zinazotolewa na chama kikuu cha ushirika Igembensabo. 10. Chama kimeweza kuratibu mafunzo ya watendaji wa vyama vya msingi ili kuhakikisha watendaji wanajengewa uwezo katika kutekeleza majukumu yao na kulinda mali za chama. Lakini pia viongozi wapya wa mpito waliochaguliwa waliweza kupewa elimu na mafunzo ya uongozi na usimamizi wa vyama vyao. Bodi pamoja na menejimenti imefanikiwa kuanzisha kilimo cha tumbaku ya kukaushwa kwa hewa, burley tobacco, katika wilaya ya Igunga na Nzega kwa AMCOSI ambazo walikuwa hawalimi zao la tumbaku. Lakini pia tumepata huduma kutoka TCJ
bila kuwa mwanachama wake. Na hii inaonyesha ushirikiano mzuri baina ya taasisi hii na Igemensabo. Igemensabo imefanikiwa kusimamia na kuratibu upatikanaji wa mkopo kutoka Benki ya Azania kwa ajili ya ujenzi wa maghala ya kisasa kwa vyama vya msingi vinne ambavyo ni Igunga Balimi, Jilela Balimi, Idoselo na Mwanhalanga. Na tayari ujenzi wa maghala hayo unaelekea mwisho. Shukrani zetu. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai, afya njema na uwezo wa kuendelea kukijenga na kukiendeleza chama kikuu cha ushirika Igemensabo tangu kuanzishwa kwake mwaka 1993 hadi kufikia hatua tuliyofikia leo. Pia tunatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo, Shirikisho la Vyama vya Ushirika Tanzania, Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania, Shirika la Ukaguzi ambalo limekuwa mkaguzi na mshauri wa chama chetu na kupeleka chama kikuu kupata hati safi, Chuo cha Ushirika Moshi kwa kuendelea kutoa elimu kwa wanachama wetu kwa ushirikiano na msaada mkubwa wanaoendelea kuutoa kwa chama chetu. Mchango wao umewezesha Igemensabo kuendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kufikia malengo ya kuwawezesha wakulima kiuchumi. Tunatoa shukrani za pekee kwa wanachama wa vyama vya msingi AMCOSI ambao ndio nguzo kuu ya chama hiki. Ushiriki wao katika uzalishaji wa mazao mbalimbali kama pamba, tumbaku, choroko, dengu, mpunga, mbazi na mazao mengine umeendelea kukuza uchumi wa wanachama na kuimarisha shughuli za ushirika katika maeneo ya Nzega na Igunga. Shukrani za kipekee pia ziende kwa wadau na taasisi mbalimbali na taasisi za kifedha ambao wamekuwa wakishirikiana na Igemensabo katika kuboresha huduma kwa wakulima, kuendeleza miradi ya kilimo, pamoja na kusaidia upatikanaji wa pembejeo, masoko na miundombinu muhimu kama maghala na huduma za kifedha. Mwisho, tunawashukuru wakulima wote, viongozi wa jamii na wadau wote waliotoa mchango wao kwa namna moja au nyingine katika safari ya maendeleo ya chama kikuu cha ushirika Igemensabo. Kwa pamoja, tunaendelea kujenga ushirika imara, wenye tija na unaochangia maendeleo ya wakulima na jamii kwa ujumla. Kwa pamoja tunasema ushirika, pamoja tujenge uchumi.